Sasa ziara hii ni ziara ya Chama cha Mapinduzi, na ni ziara, wajibu wake ni kukagua na kuangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama mnavyofahamu, chama chetu na vyama vingine vilienda kwenye kampeni, viliomba kura, na yako mambo ambayo yaliahidiwa kwa Watanzania. Kwa hiyo ziara hii sio mkutano wa hadhara. Ziara hii ni kuona yale ambayo yaliahidiwa kwa Watanzania, namna gani serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayatekeleza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta fedha kwenye barabara hii zaidi ya milioni 498, karibia milioni 500, na utekelezaji umekwisha kuanza na mkandarasi ameshalipwa zaidi ya milioni 230, na kwa hiyo kipengele kilichobakia kitamalizika ili adha ya wananchi wa Buseresere, wilaya ya Chato, ya maji na mafuriko yanayotokea kwenye maeneo haya basi iweze kupata ufumbuzi wa kudumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ifuatayo ni taarifa ya matengenezo ya barabara Ibondo Msasa kilomita 4, Buseresere Makurugusi kilomita 15 na Mapinduzi kituo cha afya kilomita 1.5 kwa kiwango cha changarawe katika wilaya ya Chato. Taarifa kwa ujumla. Jina la mradi ni matengenezo ya barabara ya Ibondo Msasa kilomita 4, Buseresere Makurugusi kilomita 15 na Mapinduzi kituo cha afya kilomita 1.5 kwa kiwango cha changarawe. Mkataba namba S10.04/2025/26/W43. Jina la mkandarasi aliyetekeleza mradi huu anaitwa Sama Estate Limited, PO Box 128 Geita. Eneo la mradi limetekelezwa katika kata 2 Makurugusi na Buseresere. Tarehe ya kwanza mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi ulianza tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2025 na tarehe ya kumaliza mradi ilikuwa ni tarehe 19 mwezi wa 7 2026. Muda uliotumika katika mradi huu ni miezi 12. Gharama halisi ya mradi ni milioni 498,852,666 na senti 66. Chanzo cha fedha ni serikali kupitia tozo ya shilingi 100 katika kila lita moja ya mafuta ya petroli na dizeli. Maendeleo ya mradi hadi sasa imeshafikia 100%. Malipo ya mradi hadi sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi milioni 225,606,920 na senti 00. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya utekelezaji mpaka sasa. Ujenzi wa barabara Ibondo Msasa kilomita 4 na kipande cha Buseresere Makurugusi kilomita 15, Mapinduzi kituo cha afya kilomita 1.5 katika wilaya ya Chato kwa ujumla umeshakamilika kwa 100% na mpaka sasa mradi uko kwenye muda wa matazamio. Kazi zilizofanyika katika mradi huu: kuchonga barabara kilomita 4 katika barabara Ibondo Msasa, kilomita 15 katika barabara ya Buseresere Makurugusi na kilomita 1.5 katika barabara ya Mapinduzi kituo cha afya. Kazi nyingine iliyofanyika ni kunyanyua matuta katika barabara ya Ibondo Msasa, tuta lenye urefu wa mita 800, na barabara ya Buseresere Makurugusi, tuta lenye urefu wa mita 900 kwa tabaka la udongo asilia. Lakini vile vile ujenzi wa vivuko vya maji, yani pipe culvert 5 katika barabara ya Buseresere Makurugusi, pipe culvert 3 katika barabara ya Ibondo Msasa na pipe culvert 1 katika barabara ya Mapinduzi kituo cha afya. Aidha, mradi huu umetekeleza kazi kama ujenzi wa mitaro ya mawe katika barabara ya Ibondo Msasa mita mraba zipatazo 630 na Mapinduzi kituo cha afya mita za mraba 2100. Kuboresha barabara kwa tabaka la changarawe, yaani G25 katika barabara ya Ibondo Msasa kilomita 2.7, Buseresere Makurugusi kilomita 6 na Mapinduzi kituo cha afya kilomita 1.8. Kazi ambazo hazijafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa kazi zote zimeshakamilika kwa mujibu wa mkataba. Changamoto katika mradi: kuchelewa kwa utekelezaji kutokana na mvua za vuli na masika. Ufinyu wa bajeti unaosababisha ujenzi wa barabara hizi kufanyika kwa awamu. Kuchelewa kwa malipo ya awamu ya kwanza. Pia uwepo wa nguzo za umeme barabarani. Utatuzi wa changamoto hizo: kuchelewa kwa malipo, kuchelewa kwa utekelezaji kutokana na mvua za masika. Mkandarasi alishauriwa kutekeleza kazi zisizoathirika na uwepo wa mvua. Lakini ufinyu wa bajeti katika mwaka wa fedha 26/27 serikali imetenga bajeti kiasi cha shilingi milioni 306,571,067 na senti 71
kwenye barabara ya Ibondo Msasa na Buseresere Makurubusi kwa ajili ya matengenezo ya sehemu korofi ili ziweze kupitika kwa majira yote ya mwaka. Aidha, kiasi cha fedha shilingi milioni 150 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa mitaro ya barabara za mjini Buseresere hapa ili kuondoa adha za mvua na kujipanga kwa ajili ya El Nino ijayo. Malipo ya kwanza kiasi cha shilingi 225,606,920 yameshalipwa. Aidha, mkandarasi anadai malipo ya awamu ya pili awamu ya mwisho kiasi cha shilingi milioni 272,645,746 na senti 66. Changamoto uwepo wa nguzo. Tuliwasiliana na ofisi ya meneja TANESCO wilaya na tayari baadhi ya nguzo ziliondolewa ili ziondolewa na kuhamishwa ili kiti ikaribishe kwa ajili ya maelekezo. Karibu. Kama uko taratibu wetu, tuanze na tumeona barabara na taarifa tumewasilishiwa, mitaro inaendelea mpaka hapo kituo cha afya na barabara inaendelea huko, na walivyoeleza mpango sasa hivi ni watengeneza mitaro katika eneo hapo tunatoka. Karibuni wazee. Lakini na mkandarasi yuko sawa sawa kabisa. Ni wewe mwenyewe utakapopata nafasi kuwapongeza hawa watu, wanastahili kupongezwa. Lakini swali je, kwa vile mkandarasi huyu ameonyesha kujenga barabara pamoja na changamoto zilizojitokeza, lakini waliweza kuzisolve, hatimaye barabara ikatengenezwa na ikakamilika kwa asilimia wanasema 100, lakini ni kama 90 na kitu, kwa sababu mitaro bado kwenye 90 na kitu. Ikikamilika na mitaro ndio itaingia kwenye asilimia 100, lakini amejitahidi. Lakini hapa inasomeka amelipwa milioni 200 na kitu, bado milioni 200. Sasa kama mtu amefanya kazi nzuri kiasi hiki, 200 nyingine atalipwa lini? Ili kumtia moyo na aendelee kufanya kazi nzuri kama hizi maeneo mengine. Meneja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni kwa sababu sasa hivi dirisha la malipo limefungwa na madai yake aliyowasilisha mwishoni mwa mwaka wa fedha uliopita. Kwa hiyo baada pia dirisha la malipo kufunguliwa, mkandarasi atalipwa probably mwishoni mwa mwezi wa 7 au baba zilishaingizwa kutoka Kuna mjomba mwingine ananyoka. Kwanza tupongeze serikali yetu kwa usimamizi mzuri wa mradi huu, maana eneo hili ni eneo nyeti katikati ya mji, lakini ndio lango la kuingia katika wilaya hii ya Chato. Kwa hiyo bado maeneo ni mengi ya kutengeneza, lakini huu ni mfano mzuri, na nihimize kwa barabara nyingine ambazo zimesalia, kwa bajeti inavyoletwa, muone pia jinsi gani ya kuendelea kuongeza kipaumbele katika eneo la mji huu mdogo, ili kuhakikisha kwamba maeneo yote haya yanapitika vizuri, kwa sababu kwa wingi wa watu waliopo na shughuli za kibiashara zinazoendelea hapa, kutoa hii adha ya maji kutiririka hovyo nyakati za mvua kutaongeza pia tija kwenye masuala mazima ya uzalishaji mali na kuongeza kipato cha watu wetu. Kwa hiyo tupongeze mamlaka ya dharura, mkuu wa wilaya pamoja na mkandarasi kwa moyo wake pia uzalendo, kwa sababu kukamilisha kazi na kulipwa hela chini ya nusu, adai zaidi ya hiyo, lakini kwa sababu tumehakikishiwa kwamba fedha ipo, dirisha litakapofunguliwa mlipeni, ili na zile kazi nyingine ziendelee kufanyika kabla ya mvua kuja. Baada ya kusema hayo, niomba tuendelee na ratiba.